pointi 2. Usitegemee Singida, sijui Azam, Pamba, sijui nani sijui aje ampukutishe huyu bwana pointi 8 zikapukutika, Simba akawa bingwa. Nini maana yake? Adui unayemweza mwenyewe, malizana naye mwenyewe. Usitegemee mpinzani wa nje aje akusaidie kupambana na adui yako. Adui huyu tunamweza sisi wenyewe. Twendeni tukapambane naye sisi wenyewe, tusitegemee hao wengine waje wampukutishe huyu alama 8. Haiwezekani, timu hizo hazipo hapa Tanzania. Tuelezane ukweli. Utamtegemea Azam, huyo ndo atakuvua taulo ukweni asubuhi. Utamtegemea Singida, huyo ndo shoga yake mkubwa. Utamtegemea sijui Mbeya City, sijui nani, huyo atakula nyingi kipindi cha kwanza. Usimtegemee. Wanasema mtegemea cha ndugu ufa masikini. Tusikubali kufa masikini, ndugu zangu wana Simba. Twendeni wenyewe tukapambanie hizi alama 3 za tarehe 3. Kwa mantiki hiyo basi, sherehe za ubingwa wa kombe la Muungano zimetamatika rasmi jana. Tumemaliza sherehe za kombe la Muungano. Ni marufuku mwana Simba yoyote kuendelea na sherehe za kombe la Muungano kuanzia hivi sasa. Simba wote tunaelekeza macho yetu, tunaelekeza silaha zetu, tunaelekeza mipango yetu kwenye mechi yetu ya Kariakoo Derby. Mchezo huu tunahitaji kuvuna alama 3. No more option, only 3 points. Hiko ndicho ambacho tunakihitaji siku ya tarehe 3. Tunakipataje hiki kama tutaendelea kusherehekea? Tutapataje alama 3 kama tunaendelea kufurahia ubingwa Muungano? Tunapataje alama 3 kama tumejisahau na sherehe za kombe la Muungano? Sherehe za kombe la Muungano zimefikia ukomo. Tumemaliza kusherehekea na kuselebuka, na sasa tunaelekeza akili zetu zote kwenye mechi yetu ya tarehe 3. Nachosema hivi sasa, kila mtu sasa arejee kwenye machimbo yake, arejee kwenye mapango yake, arejee kwenye mapambano yake, arejee kwenye vita yake. Tujiandae na mechi ya tarehe 3. Hakuna kupumzika, hakuna kupoa. Tutafanya sherehe kamili tukishapata ushindi tarehe 3 ya mwezi wa 8, ya mwezi wa 5 kumradhi. Ndugu zanguni, hii ni mechi ngumu. Ina maeneo matatu inayofanya mechi hii kuwa ngumu. Kwanza, hii ni Kariakoo Derby. Hii ni mechi ya kihistoria. Sisi na wao, haijawahi kuwa mechi nyepesi hata siku moja. Kwa hiyo hii mechi kiasili tu ni mechi ngumu, kihistoria tu ni mechi ngumu, kujuana tu kunaifanya hii mechi kuwa ngumu. Hii ni mechi ngumu kweli kweli, hatutakiwi kuichukulia poa hata kidogo. Hiyo ni sababu ya kwanza inayofanya mechi hii kuwa ngumu. Historia inafanya mechi hii kuwa ngumu kweli kweli. Lakini eneo la pili linalofanya mechi hii kuwa ngumu ni mvutano uliopo katika msimamo wa ligi. Wao wanataka nini kwetu na sisi tunataka nini kwao. Hiyo vita hapo katikati inafanya hii mechi yetu kuwa very very tough. Inafanya mechi yetu hii kuwa ngumu na kuwa jiwe kweli kweli. Lakini eneo la tatu linalofanya mechi hii kuwa ngumu ni matokeo yetu tuliyopata tarehe 29 kwenye fainali ya kombe la Muungano. Matokeo yale tuliyoyapata yanaifanya mechi yetu ya tarehe 3 kuwa ngumu zaidi, kwa sababu tumepata ushindi. Nini maana yake? Mpinzani wetu
hatokubali kupoteza mara mbili mtawalia ama kupoteza mara mbili ndani ya wiki moja, hatokubali. Na tangu historia ya dunia imeumbwa haijawahi kutokea sisi na wale tukacheza mechi ndani ya wiki moja, haijawahi kutokea, ni kwa mara ya kwanza. Bahati nzuri ni kwamba tumeanza na ushindi katika mchezo wa kwanza, tumepata ushindi alhamdulillah, lakini ushindi ule umekwenda kuwaamsha na wao, umekwenda kuwakumbusha na wao, umekwenda kuamsha hisia na hasira zao. Maana yake watakuja katika mchezo huu wakiwa wamepania, wakiwa wanataka kurejesha heshima yao, wakiwa wanataka kupata ushindi katika mchezo huo. Kimsingi ni kwamba sasa tumeshatimua mzinga wa nyuki, kwa hiyo pale pameshachangamka hivi sasa. Hivyo basi mechi hii inapata ugumu namna hiyo kwa sababu tayari tumeshampasua, ameshafurugika, anataka na yeye kupata ushindi ili kupata amani, anataka kupata ushindi ili kufuta hiyo kumbukumbu ambayo sisi tumeiandika siku ya tarehe 29, na sisi tumepata ushindi katika mchezo huo, tunataka kuendeleza ushindi zaidi. Lakini kama haitoshi, ugumu mwingine kwenye mchezo huu ni kwamba hatuko tayari sisi Simba Sports Club furaha yetu kudumu ndani ya siku 3 pekee. Waswahili wanasema furaha ya masikini haidumu. Hata sisi hatutaki kuwa hao masikini ambao tumeshinda tarehe 29, tumestarehe tarehe 30, 1, 2, 3 sherehe imeisha. Hatutaki kuingia kwenye kundi hilo la sherehe ya masikini haidumu. Tunataka furaha yetu idumu milele na milele. Furaha inadumu vipi? Ni kwa Simba kushinda tena siku ya tarehe 3. Hapo ndipo panafanya mchezo huu wa tarehe 3 kuwa ni mchezo mgumu kweli kweli, na pengine inawezekana kwa miaka hivi karibuni hatujawahi kushuhudia mechi yenye ugumu kama hii ambayo tunakwenda kucheza siku ya tarehe 3, kutokana na sababu ambazo nimezieleza. Ingekuwa tumemfunga miezi 3 nyuma ama miezi 4 nyuma, isingekuwa na pressure kubwa, lakini tumemfunga juzi tu Jumatano, ndugu zanguni, na leo ni Ijumaa na mechi ni Jumapili. Bado machungu anayo, bado hasira nazo, na hivyo anataka kuja kumaliza machungu yake kwetu. Ndio maana nawaambia ndugu zanguni, mechi hii hamjawahi kuiona tangu mmezaliwa wa Tanzania wote. Yaani Mtanzania wa kwanza kuzaliwa, mnamjua? Mwenyewe simjui. Mtanzania wa kwanza kuzaliwa hajawahi kuiona hii mechi katika maisha yake, na Mtanzania wa mwisho kupatikana, mnamjua ama mjui? Mbona hamjawahi kuiona mechi ya namna hiyo kwa sababu hizi 3 ambazo nimewapa. Hasa kwa ugumu wa mechi hii, mwana Simba unapata wapi starehe ya kufurahia kombe la Muungano? Mwana Simba unapata wapi starehe ya kujisahau? Mwana Simba unapata wapi raha ya kuendelea kuburudika wakati tuna kazi kubwa ya kumzuia mtu? Nakumbuka tumemfunga kwenye kombe la Muungano, kwa muda mrefu hatujamfunga katika ligi kuu ya NBC. Ukiacha ule msumari wa moto wa Kibu Dennis na Enoch Inonga Baka, hatujamfunga tena. Baada ya muda mrefu kupita, tunatakiwa tumfunge tena kwenye ligi kuu ya NBC, na kazi hiyo ni kazi ya Jumapili ya tarehe 3 insha Allah. Ndugu zanguni waandishi wa habari, msimu huu Simba tumedhamiria kurejesha heshima yetu, na tayari dalili mmeanza kuziona. Dalili ya mvua ni mawingu, lakini sisi kwetu Simba Sports Club dalili ya mvua ni mvua yenyewe. Kilichotokea Zanzibar
ni dhahiri shahidi ya kwamba mnyama tumedhamiria kurejesha heshima yetu. Sasa basi, nikiwa Arusha ama tukiwa Arusha kwenye mkutano wangu wa hadhara na mashabiki wa Simba